na katika kuielekea hatima yako, iko sauti inayoongea ndani yako, fanya jambo fulani. Lakini sauti hii unapoitazama, unaona kama kuna upinzani mkubwa sana. Unaona kama ni jambo ambalo haliwezekani sana, kwa sababu Petro alikuwa ni mzoefu, mvuvi, anaifahamu bahari vizuri. Lakini alipomwona Yesu anatembea juu ya maji akashangaa, kwa sababu hili ni jambo ambalo haliwezekani, halijazoeleka. Lakini Yesu alipomwambia njoo juu ya maji, Petro akatembea juu ya maji, akatengeneza historia ya kutembea juu ya maji, ambaye tunamuita chief apostle, mtume mkuu. Petro alitembea juu ya nini? Juu ya maji. Ndivyo ilivyo hata hatima yako. Kuna mambo ambayo Roho Mtakatifu anapokuambia, kuna sauti inapokusemesha neno, unaona kwamba ni jambo ambalo haliwezekani. Yaani wewe huyo kuanzisha huduma kwenye ukoo wenu, hakuna mtu aliyewahi kuanzisha huduma. Wewe huyo kuanzisha biashara kwenye ukoo wenu, hakuna mtu aliyewahi kuanzisha biashara. Wewe huyo kusoma mpaka chuo kikuu, kwenye ukoo wenu hakuna mtu aliyesoma mpaka chuo kikuu. Wewe huyo kufunga ndoa. Yaani ukiangalia mambo ambayo kwenye historia hajawahi kuwepo. Ndivyo ilivyokuwa kipindi cha Petro, wakati Yesu anamwambia njoo juu ya maji, aliogopa. Yesu anapokuambia kwamba nenda kazi jambo fulani, ana uhakika kwamba atakupeleka mpaka mwisho. Ndivyo ilivyo hata hao watu nao wasoma kwenye Biblia, kwa sababu Biblia hii ina watu wa aina mbili tu. Watu wa kwanza ni watu walioenda kwenye hatima yao, ambao hao ndio wametengeneza historia, na kuna watu ambao waliogopa, ambao historia yao haiendelei tena. Kwa hiyo kuna walioshinda kwenda kwenye hatima yao, na kuna walioshindwa ambao hawakwenda kwenye hatima yao. Umeelewa vizuri? Hatima yako, wewe ni mtu wa kipekee hapa duniani, hakuna kama wewe. Ndio maana hatima yako haina historia nyingine inayofanana nayo kwenye ukoo wenu. Na uthamani wako wa maisha yako ni ule upekee wako, na upekee wako umefichwa kwenye hatima yako. Watu wengi Mungu anapowaambia mambo fulani wanaogopa, wanaona haiwezekani. Hata katika ile ngalawa walikuwemo wanafunzi wa Yesu Kristo 12, lakini aliyesema kwamba niruhusu nije juu ya maji ni Petro peke yake. Na wewe unapaswa umruhusu Roho Mtakatifu, uiruhusu sauti ya